Iran imeonya jana kuwa itajibu kwa mashambulizi makali na ya muda mrefu dhidi ya majeshi ya Marekani iwapo Washington itaanzisha tena mashambulizi. Teherani pia imesisitiza kuwa inaendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, hali inayotia doa mipango ya Marekani ya kuunda muungano wa kimataifa wa kufungua tena njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Miezi miwili tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, njia hiyo muhimu ya baharini bado imefungwa, hali inayokatiza karibu 20% ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani. Hatua hiyo imepelekea kupanda kwa kasi kwa bei za nishati duniani na kuongeza hofu kuhusu hatari ya kudorora kwa uchumi wa dunia. Na huko mjini Teherani, mifumo ya ulinzi wa angani imesikika usiku wa kuamkia leo, huku mashirika ya habari ya nchi hiyo ya Tasnim na Fars yakiripoti kuwa mifumo hiyo ilianzishwa ili kukabiliana na ndege ndogo na droni za kijasusi bila kutoa maelezo zaidi. Nao ubalozi wa Marekani nchini Lebanoni umetaka kufanyika mkutano kati ya viongozi wa Lebanoni na Israel, huku wizara ya afya ya Lebanoni ikisema mashambulizi ya Israel kusini mwa nchi hiyo yamewaua watu 15 licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Wawakilishi wa Israel na Lebanoni mwezi uliopita wamekutana mara 2 mjini Washington, ikiwa ni mikutano ya kwanza ya aina hiyo kufanyika kwa miongo kadhaa baada ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuitumbukiza Lebanoni katika vita vya Mashariki ya Kati mnamo Machi 2, hali iliyoanzisha mashambulizi makubwa ya Israel na uvamizi wa ardhini. Rais Donald Trump amesema anatarajia kuwakaribisha rais wa Lebanon Joseph Aoun na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ndani ya wiki chache zijazo, huku nchi hizo mbili zikijiandaa kwa mazungumzo ya moja kwa moja. Kwingineko, Rais Trump anakabiliwa na muda wa mwisho wa kisheria leo Ijumaa ili kupata idhini ya bunge kuhusu vita dhidi ya Iran. Sheria inamtaka kusitisha mashambulizi baada ya siku 60 kama hatopata idhini ya bunge. Wabunge kutoka chama cha Democratic wanasema rais tayari yuko kwenye mkwamo wa kikatiba na anaweza kuvunja sheria endapo ataendelea bila idhini. Hata hivyo, utawala wa Trump unapinga tafsiri hiyo, ukisema kwamba muda huo wa kisheria ulisimama kwa vitendo kufuatia tangazo la usitishaji mapigano lililotolewa mwezi uliopita. Aidha pia Rais Trump ameendelea kuyatishia mataifa ya Ulaya, ambapo safari hii amesema huenda akawaondoa wanajeshi wa Kimarekani kutoka Italia na Uhispania kutokana na misimamo yao kuhusu vita vya Iran. Hapo jana Trump alitoa kitisho kama hicho cha kutaka kupunguza idadi ya wanajeshi wake nchini Ujerumani baada ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kumkosoa Trump kuhusu mkakati wake katika vita na Iran.